Huyu kijana mdogo alitazama kijiji chake kikiwa kinateseka na njaa, bila maji, chakula wala mahitaji yoyote ya muhimu. Alifukuzwa shule, familia ilikuwa katika migogoro na alimpoteza mbwa wake kwa sababu ya njaa. Ila wakati kila mmoja akipoteza matumaini, alifanya maamuzi ya tofauti. Aliamua kutengeneza mashine kutokana na vyuma chakavu, na kile ambacho kilitokea hautaamini. Matumaini yalirudi kwa kila mmoja kijijini. Utakuwa nami Matrix_TZ na channel ni Matrix TZ. Karibu. Filamu yetu inaanza katika kijiji kidogo nchini Malawi katika bara la Afrika, ambapo tunawaona wanakijiji wakiwa wanavuna mahindi katika ardhi iliyo kame, na ghafla jamaa mmoja alianguka. Alipatwa na shambulio la moyo na ghafla alianguka na kupoteza maisha pale pale. Walikimbia ili kuona kilichompata, lakini tayari walikuwa wamechelewa. Kwa huzuni kubwa, aliyekuwa ndugu yake anaitwa Trywell alitizama mazishi ya kaka yake kwa uchungu bila kuwa na jambo lolote la kufanya. Basi alifanyika mazishi pamoja na taratibu zingine za kitamaduni kama vile kuandaa mwili, kuuaga pamoja na kufanya mambo yote ya kitamaduni ambayo yalifanywa na mababu miaka ya nyuma. Basi Trywell baada ya mazishi ya ndugu yake alirudi nyumbani akiwa na huzuni, na alipokelewa na mkewe ambaye anaitwa Agnes, binti yake ambaye anaitwa Annie pamoja na mwanae wa kiume anaitwa William. Alikuwa sio kijana wa kawaida, kwani katika umri wake huu mdogo kila mmoja aliweza kuona uwezo wake mkubwa wa akili. Alitumia muda wake mwingi kutengeneza redio na wanakijiji wote walimuamini. Pale ambapo redio zao zilikuwa zikileta shida, basi walikuwa wanaletwa kwa William na alifanikiwa kutengeneza. Alipata umaarufu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kutengeneza redio hapa kijijini. Basi siku moja wakati wakiwa shuleni, mwalimu mkuu aliitisha mkutano wa walimu pamoja na wanafunzi na kusema wote ambao hawajalipa ada basi watafukuzwa shule na hakuna yeyote atakayesikilizwa hata akija na mzazi. Familia ya William ilikuwa inateseka na walikosa pesa hata ya matumizi ya muhimu tu kama chakula. Mmoja wa walimu ambaye alikuwa akimpenda kwa siri dada yake William alimuita pembeni na kumwambia inabidi azungumze na wazazi wake wamlipie ada, kwa sababu ni kweli atafukuzwa shule kama hawatafanya hivyo. William anajua kabisa kwamba wazazi wake hawawezi kumlipia ada, lakini pia alikuwa atamani kabisa kufukuzwa shule. Basi leo William alikuwa anaendelea kusoma hapa na mama yake akaja na kumwambia inabidi akajifunze mambo ya shambani pamoja na baba yake, kwani hawataweza kumlipia elimu anayoing'ang'ania. Mama aliendelea kumwambia ya kwamba inabidi ajionee mwenyewe ya kwamba miaka yote wamekuwa wakila kile kinachotoka shambani na sio huko shuleni. Basi alimuomba mama yake ampatie mafuta ya taa kidogo ili aweze kuwasha taa ajisomee, lakini mama yake akakataa na kumwambia ya kwamba mafuta kidogo alionayo inabidi wayaweke, kwani ni ya muhimu sana, nyakati hizi ni za shida. Basi baada ya shule William walikuja kwenye hili jalala ambalo walikuwa wanatupa maskrepa au machuma na magari ambayo yalikuwa yamekwisha haribika. Kwa William hapa palikuwa kama machimbo ya dhahabu, na kwa bahati nzuri katika kuangalia alipata betri la gari ambalo limeharibika kwa miaka mingi. Basi alipata wazo ya kwamba betri hili hata kwa udogo linaweza kumsaidia mwanga wa kujisomea usiku. Wakati huo kulikuwa na wageni kijijini, ni wafanyabiashara walikuja na ofa kubwa ambayo huwezi kukataa. Walikuja kununua miti ambayo inapatikana katika mashamba ya wanakijiji kwa pesa nyingi sana, lakini kiongozi wa kijiji alikataa wazo lao na kusema miti hiyo inazuia mafuriko pamoja na mmomonyoko wa ardhi, na endapo wakikata na mvua zitakapokuja basi zitaweza kuvunja kila kitu. Trywell alikubaliana na kiongozi, lakini wengi wao walikataa na kutaka pesa. Walisema miti hiyo haitalisha familia zao na umaskini tayari umeshawaumiza. Kwa hiyo wengi wao walinyanyuka na kwenda kusaini zile karatasi ili kupokea pesa zao. Waliuza faida ya muda mrefu kwa faida ya muda mchache, na fasta miti ikaanza kukatwa kila mahali. Usiku William alikuja kumwambia baba yake kuhusu ada ya shule, na baba yake alisikitika sana, kwani alikuwa hana pesa ya kuweza kumlipia William ada ya shule, na kumwambia inabidi asubiri wakati wa mavuno, kwani watakapopata pesa ndio wataweza kumlipia tena ada. Alisikitika, ila sio sana, kwa sababu tayari alikuwa anaelewa ni kweli hali ya wazazi wake ni mbaya. Basi leo asubuhi wakati wanakuja shuleni, kuna kitu alikiona kwenye baskeli ya mwalimu wake kikawa kimekamata kwenye akili yake. Aliona taa pamoja na waya unaoelekea kwenye dynamo bila kuona betri. Basi akajiuliza inakuwaje taa inawaka bila kuwa na betri? Walipozungusha baiskeli aliona taa ikiwaka, kwa hivyo ile dynamo ilikuwa ikibadilisha mzunguko wa baskeli kuwa umeme ambao ndio unaowasha ile taa, na kuanzia hapo kuna wazo kuu likawa limezaliwa akilini mwake. Basi leo mwalimu mkuu alikuja na majina na akawaita wote ambao hawajalipa ada pamoja na William, na pale walifukuzwa shule mpaka watakapolipa ada. William alijiona kabisa namna anavyopoteza elimu, na ni kwa sababu ya kukosekana
kwa uwezo kwa wazazi wake. Mvua zilifika na zililipa kisasi kikubwa, kwani zilikuwa kubwa na zilileta mafuriko makubwa kutokana na miti ambayo ilikuwa imekatwa. Hata shambani kwa William kulikuwa na mafuriko makubwa kiasi kwamba hakuwezekana kabisa kulima chochote. Mbegu zote zilibebwa na maji pamoja na kila kitu ambacho kilikuwa shambani kwa siku chache tu ambazo mvua zilinyesha. Kibaya ni kwamba mbegu zimechukuliwa na kile kidogo alichobaki nacho ni kwa ajili ya chakula peke yake. Kwa hiyo ingekuwa hatari sana kuotesha kwa mara nyingine. Basi William leo alikuja kwa rafiki yake ili kuja kuzungumza naye, lakini alipewa taarifa mbaya zaidi ya kwamba ukame unakuja na tayari watu wa Kenya wanateseka. Kwa hiyo rafiki yake akamwambia mazao machache aliyonayo asijaribu kuotesha, bali abakishe kwa sababu ukame ni mkubwa unaokuja na watakosa chakula kabisa. Rafiki yake aliendelea kumwambia ya kwamba hata pesa kidogo aliyonayo asitumie kwa mambo ambayo hayatakuwa ya msingi. Basi ni kweli ukame ulifika na mazao machache ambayo yalioteshwa hayakuweza kabisa kustawi, bali yalikufa kutokana na ukame. Maji yalikuwa ya shida na hata vyanzo vingine vya maji vyote vilikauka. Hakuna kilichoota na vyakula vilikuwa tayari vinakaribia kuisha. Lakini kijana William bado alikuwa hajakata tamaa kutokana na hali hii. Basi William aliona haya mabete ambayo kila mmoja aliyatupa akiona hayafai tena, lakini yeye alikuwa na mpango wa kuyatumia ili kuweza kupampu maji kurudisha kwenye shamba la baba yake, na kwa kutumia mipira ambayo aliipata huku kwenye haya majalala. William kuna kitu bado alikuwa haelewi. Kwa hiyo leo baada ya masomo alikimbia shuleni na kujifanya kama mwanafunzi mwingine ili kuweza kufika kwa mwalimu huyu na kumuuliza ile dynamo inafanyaje kazi kwenye baskeli yake. Mwalimu alimwambia inabadilisha ule mwendo wa baskeli kuwa umeme, na ndipo William akamuuliza kama anaweza kutengeneza moja. Mwalimu alimwambia ndiyo, kuna vitabu ambavyo vinaelezea haya yote, kama utaweza kuingia kwenye maktaba basi utaweza kujifunza na kutengeneza kama unahitaji. Sasa kumbuka William tayari amefukuza shuleni kutokana na ada, kwa hiyo hawezi kuingia tena maktaba ya shule. Basi akamwambia mwalimu ya kwamba ninajua siri yako, kile unachokifanya na dada yangu kilikuwa ni kitisho, lakini kweli kilifanya kazi. Huyu mwalimu alikuwa hataki kupoteza mahusiano na Annie, dada wa William, kwa hiyo alikuja kumuombea aruhusiwe kuingia kusoma vitabu huku maktaba. Ndani ya hii maktaba William alijikuta kama kwenye dunia ambayo alikuwa akihitaji zaidi. Alipata vitabu kuhusu umeme, nishati na kila ambacho alikuwa anatamani kujua. Alinyonya maarifa kama mvua zinavyonyonywa na ardhi yenye ukame. Basi kwa bahati leo kijijini walitembelewa na rais wa Malawi, na kiongozi wa kijiji alitumia hii kama nafasi kuhitaji kuomba kitu kutoka kwa rais, na mbele ya kila mmoja alimuomba rais awasaidie chakula pamoja na vinywaji, kwani walikuwa tayari katika ukame mkubwa. Lakini kwa bahati mbaya rais alikuwa hajali haya yote kuhusu hawa wanakijiji, hivyo kiongozi alichukuliwa na kwenda kupigwa sana pembeni. Ujumbe ulikuwa wawazi ya kwamba hakuna anayekuja kuwasaidia na wako peke yao. Walifanikiwa kuvuna kile kidogo walichokipata, lakini kilikuwa ni chakula ambacho kingeweza kuwalisha kwa miezi miwili peke yake. Baada ya hapo hakuna yeyote aliyejua ambacho kingefuata. Bwana Trywell alifanya uamuzi ambao hakuna aliyetegemea. Ilibidi atoe bati kwenye nyumba yao na kuwezeka makuti ili wakauze wapate pesa kidogo ya kuweza kununua mahitaji mengine, kwa sababu hali ya umaskini ilikuwa mbaya nchini kote. Basi walipata taarifa kutoka kwenye redio ya kwamba nchi tayari imeishiwa chakula, hivyo kutakuwa na ongezeko kubwa la bei. Hili liliwaudhi sana watu, kwani ndicho ambacho wamekuwa wakifanya wanasiasa pamoja na wafanyabiashara wenye tamaa, wakificha vyakula ili kujipatia faida kubwa kwenye bei ya chakula. Na kwa bahati nzuri, wakati baba ameenda kuungana na wale waandamanaji, zilikuja gari kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa wakiuza mazao kwa bei iliyokuwa nafuu kidogo. Basi mama alimpatia William pesa na kumwambia nenda kapambane utupatie kidogo angalau. Na wakati William ameondoka pamoja na baba, huku walikuja watu wakavamia nyumbani na kuchukua unga kidogo pamoja na vyakula vyote ambavyo walikuwa navyo hapa nyumbani. Basi William alipata mahindi kidogo. Baba yake pia naye alikuwa amerudi pamoja na waandamanaji wengine. Basi alifanya maamuzi magumu ya kwamba watakuwa wanakula mara moja tu kwa siku. Ilikuwa ndiyo njia pekee, kwani chakula kilikuwa kidogo kilichobaki. Serikali iliwakataa na mvua pia zilikuwa zimewakataa pia. Basi usiku mmoja William alienda chumbani kwa dada yake na kumwambia maneno haya: najua unampenda sana mwalimu, najua pia mwalimu anakupenda wewe, basi naomba unisaidie jambo moja. Alimuomba dada yake amsaidie kupata ile dynamo iliyoko kwenye baskeli ya mwalimu wake, kwa sababu anaweza kuitumia kupampu maji na wakamwagilia shamba la baba yake. Basi asubuhi ya leo William aliporudi alikuta wazazi wake wanalalamika kwamba dada yake
yake Annie ametoroka pamoja na yule mwalimu. Aliandika kwenye barua kwamba wamekimbia kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, na William alipoingia chumbani kwake alikuta dada yake amemwekea ile dynamo iliyokuwa kwenye baskeli ya mwalimu. Kwa msaada wa marafiki zake, William kwa kutumia plastic waliweza kutengeneza mashine ndogo ambayo ilikuwa na kitu kama propeller, na pale ambapo ilikuwa inazunguka basi ilitengeneza nishati kama ya betri, na redio ilianza kuongea kama iliyowekwa betri. Kweli redio ilianza kuongea tena kwa sauti kubwa. Wote walikuwa na furaha na kuanza kucheza muziki ambao ulikuwa unachezwa ndani ya redio. Hili lilimpa matumaini William kwa sababu lengo lake ni kutengeneza propeller kubwa na kuiweka kwenye upepo ili kuweza kupump maji na kumwagilia mazao ya kuweza kuwapa chakula. William alibaki na hitaji moja la baskeli, tena ni baiskeli ya baba yake. Alikuja kwa baba yake na mashine yake na kumuonyesha ni namna gani inaweza kutengeneza nishati. Bila kuelewa, William alianza kumuelewesha baba yake ya kwamba hii mashine itawasaidia kupump maji bila kutumia gharama tena kwa nyakati zote, lakini ili kuweza kutimiza haya yote alihitaji baiskeli ya baba yake ili aweze kuikatakata na kutengeneza kuwa mashine nyingine itakayokuwa na nguvu zaidi. Baba alilipuka kwa hasira na kuanza kuzungumza kwa hasira sana na mwanae. Alimwambia ile baskeli ndiyo kitu pekee ambacho anamiliki cha thamani sana, na akiendelea kumwambia huu jinga basi atavunja kila kitu, na kweli akavunja mashine ndogo ile ambayo William alikuja nayo. Basi baba yake alimwambia hakuna tena huo ujinga, utakuwa unafanya kazi na mimi shambani. William kweli alianza kufanya kazi shambani, lakini hali iliendelea kuwa mbaya zaidi. Basi marafiki zake William walishindwa kuendelea kuvumilia, kwa hivyo alivyorudi kila mmoja alikuwa anafunga vitu vyake kuondoka kwa sababu walikuwa tayari wamechoka na kila kitu. Nikukumbushe tafadhali kulike, kusubscribe na kucomment. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe unapata taarifa pale tunapoposti recaps kila wakati. Okay, tuendelee. William aliwaasa wasiondoke na kuwaahidi jambo moja, ya kwamba wakibaki watatengeneza mashine kubwa ambayo mashine hiyo itaweza kusaidia kijiji kizima. William alikuwa bado ana imani sana na mpango wake. Basi alikuja na marafiki zake na wakaanza kumuomba bwana Trywell awapatie baskeli yake, wakimuelezea kwamba itaweza kubadilisha kila kitu, lakini mzee aliwafukuza kwa hasira sana. Basi hasira zilikuwa kila mahali, kuanzia kwa wazazi mpaka na mtoto mwenyewe William, kwani leo kwa bahati mbaya alikuta yule mbwa wake anayempenda alikuwa amefariki kwa sababu ya njaa. William aliendelea kulia kwa uchungu sana, kwani elimu pekee aliyokuwa akiitegemea ameipoteza. Plani ambayo alikuwa anamuomba baba yake pia imepotea, na sasa rafiki yake wa karibu pia alikuwa amekufa. Hata William hali hii ilimuumiza kumuona mwanae pamoja na mkewe wakiwa na huzuni. Alisema tayari wamepitia mengi na familia yake tayari ilikuwa inapoteza imani na yeye. Basi alikubali kufuata ile plani ya mwanae, na leo William alisikia maneno aliyotaka kusikia kutoka kwa baba yake: unaweza kuchukua baiskeli yangu. Basi William alifurahi sana na kuanza kuikatakata ile baskeli ili kupata vile vipande ambavyo alivihitaji. Basi kijiji kizima kiliungana na William, walikuwa wanamsaidia kuchimba mashimo na kutengeneza tawa refu sana kwa ajili ya propeller. Basi walitengeneza tawa refu sana hapa kijijini kuliko nyingine zote. Basi waliunganisha kila kitu kwenye ile dynamo na nyaya zote zikaenda kwenye betri. Baada ya kila kitu kukamilika, walikuwa wanasubiri sasa upepo. Upepo ulikuja mdogo mwanzo, kisha ukaongezeka, dynamo ikazunguka, betri zikachajiwa, na ghafla pampu ya maji ikaanza kutoa maji taratibu. Kila mmoja alikuwa anashangaa kilichokuwa kinatokea, na ghafla maji yaliongezeka. Kila mmoja alilipuka kwa furaha na mshangao kwamba kile ambacho William alikuwa anasema ni kweli sasa kinatokea, pamoja na kwamba walikuwa na wasiwasi sana na mpango wake. Kila mmoja alianza kufurahia maji. Trywell alimkimbilia mwanae na kumkumbatia kwa hisia sana, huku machozi yakimtoka kwamba kwa nini hakumsikiliza tokea mwanzo. Basi baada ya wiki kadhaa, mazao yote yalianza kutoka, na zile mbegu ambazo zilikuwa zinaonekana zimekufa ndani ya ardhi zikaanza kuchomoza pia. Uvumbuzi huu haukusaidia familia ya William peke yake, bali kijiji kizima, kwani sasa walikuwa wanaweza kulima katika wakati wowote bila kusubiri mvua. William alipopanda juu aliangalia kila upande kulikuwa kijani, kwani mazao yote sasa yalikuwa yanapata maji kutokana na uvumbuzi wake. Basi hizi habari zilitapakaa kila mahali, na shule yake iliposikia habari hii waliamua kumpa zawadi ya ufadhili wa masomo mpaka atakapomaliza shule. Sasa alikuwa anaweza kusoma muda wowote anaohitaji kwa miaka
miaka yote atakayotaka. Na hii ndio ilikuwa historia ya kweli ya Bwana William Kamkwamba, aliyekataa kukata tamaa ijapokuwa alikutana na changamoto nyingi maishani, na ambaye aliamua kuona fursa wakati wengine wakiwa wanalalamika. Na hili linatufundisha funzo kubwa sana maishani. Ni filamu bora inayotufundisha kuto kukata tamaa na kugeuza hali ngumu kuwa fursa kwa kile ambacho unakipitia. Basi muda wote ulikuwa na mimi Matrix_TZ, napatikana Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa jina hilo hilo la Matrix_TZ. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Until next time, bye bye.